Haya majani yote unayoona ninayokwenda kukuonyesha leo hapa na mengine ambayo sitayaonyesha, yote ni sumu. Sasa nimeamua kuandaa hii somo kwa sababu ya kuna comment moja huwa naiona mara nyingi sana, watu wanasema mtatuua. Yaani nikionyesha hiki kitu utasikia kila kitu ni dawa, mwishoni mtatuua, mwishoni mtatuua. Sasa napenda mfahamu kuwa haya majani yote unayoona na mengine ambayo hutayaona kwenye video hii ambayo huwa unasikia ni dawa, naomba utambue kuwa haya majani ni sumu. Yaani kama huwa unatumia, ufahamu kuwa huwa unatumia sumu. Naomba ieleweke vizuri kabisa kuwa hii kitu ni sumu. Sumu kivipi? Kwa mfano haya majani ya mapapai. Haya majani ni dawa nzuri sana ya malaria. Wewe ndani yako manake huwa kuna wadudu wa malaria, unakunywa sumu ya kwenda kuua wale wadudu. Sasa unakunywa sumu ya kwenda kuua wadudu walioko ndani yako. Ukiambiwa una UTI manake kule ndani kuna wale wadudu wanaosababisha UTI. Huwa unakunywa dawa ya kwenda kuua wale wadudu. Tafsiri yake fupi, huwa unakunywa sumu ya kwenda kuua wale wadudu. Sasa kwa hiyo dawa zote unazoziona wewe, dawa zote ni sumu. Huwa unakunywa sumu ya kwenda kuua wadudu lakini wewe ubaki salama. Hapa ndipo kitu kinachoitwa dozi huwa kinakuja. Dawa zote unazoziona, hata ziwe za asili, ziwe za hospitali, zote ni sumu. Zote kabisa ni sumu. Kwa asili dawa zote ni sumu. Lakini kinachokuja kupanga ziwe dawa salama au sio salama ni dozi. Ni kwa kiwango gani hiyo dawa unatumia. Ndio maana hata dawa za hospitali huwa nakwambia ukizidisha unakufa. Unaweza kukuta ni dawa ya kawaida tu lakini ukizidisha unakufa. Kwa nini? Unakuwa umezidi kwenye dozi, hicho kitu kinatoka sasa kwenda kuua wale wadudu ambao wamekuwa targeted, kinakwenda kukuua wewe. Kwa hiyo wale wanasema mtatuua, naomba mfahamu kuwa huwa mnakunywa sumu. Whether unajua au hujui, tambua unavyotumia dawa yoyote ile, huwa unakunywa sumu kwa lengo la kwenda kuua wale wadudu ambao wewe umewatarget. Hata kule shambani nafikiri unajua, unasikia hizi dawa za mahindi. Je, lengo letu ni nini? Huwa tunakwenda kuua wale wadudu wanaokula yale mahindi. Naomba ieleweke vizuri. Kwa hiyo wale ambao unasema mtatuua, kwa kweli kabisa kama huwa hamzingatii dozi, zile dozi ambazo huwa ninaongelea, kwa hii dawa itumike hivi na hivi na hivi, kweli kabisa unaweza ukafa. Kweli kabisa unaweza ukapata madhara. Sasa kuna wengine wanasema hizi dawa za asili hazina madhara. Nani amekwambia? Dawa zote, ziwe za asili, ziwe za kizungu, zote ni sumu. Lazima uzingatie dozi. Lazima uhakikishe unakunywa kulingana na standard inayotakiwa. Na ubaya ni mmoja. Ukinywa underdose hauponi. Yaani vile vimelea haviwezi kuuawa, hauwezi kupona. Na ukioverdose unaenda kujidhuru mwili wako. Kuna wengi sana huwa mnalalamika, mimi nimeshatumia dawa nyingi sana za asili hazijaniponya. Wengi sana huwa mnatumia underdose. Mnatumia chini ya dozi inavyotakiwa. Yaani unatumia dawa kidogo. Sasa ndio maana hauponi. Lakini vile vile kuna wengine sana unasikia, mimi nilikunywa dawa za asili zikaua figo. Ulitumia overdose. Sasa kwa hiyo naomba ieleweke vizuri sana. Kwa wale ambao mnasema tutawaua kwa kuongea haya maneno, muelewe kuwa dawa zote ni sumu. Huwa mnakunywa sumu. Kwa hiyo unavyotumia sumu lazima uwe na taarifa sahihi. Ndio maana huwa nasema mara nyingi sana, hakikisha information kabla ya kuanza kutumia dawa, umeshapata information kwa uhakika vizuri. Kwa hiki kitu kinatumikaje? Kinatumika kwa kiwango gani? Nitumie kwa muda gani? Hiyo ndio dosage. Otherwise unatumia sumu. Heshimu sana dawa. Ukishaambiwa hiki kitu ni dawa, elewa kuwa hicho ni sumu. There is a thin wall between dawa na sumu. Yaani hicho kitu ambacho kinaitwa dawa kikizidishwa huwa kinaitwa sumu. Naomba ieleweke vizuri sana hapa. Ndio maana tumewaandikieni kitabu cha tiba asilia. Sasa hicho kitabu ndani yake kina dozia. Yaani kama unaumwa ugonjwa fulani, kimeshakwambia changanya kitu fulani na kitu fulani kwa ratio fulani. Hapo inakuwa dawa. Kama unahitaji hiki kitabu, naomba ukumbuke kuwa kitabu hiki ni soft copy. Utapokea kwenye WhatsApp au kwenye email yako. Na bei yake ni shilingi 5,000 tu. Nafikiri inaeleweka vizuri. Hiki kitabu nimeshakisema mara nyingi sana. Kwa wewe ambaye bado hujakipata hiki kitabu na unatamani upate hiki kitabu, unaweza kuwasiliana na sisi. Namba yetu ni 0676
270. 0676 298 270. Ndani ya hiki kitabu tumefundisha jinsi ya kujitibia maradhi zaidi ya 60 ukiwa hapo nyumbani kwa kutumia vitu rahisi vinavyokuzunguka. Kwa hiyo naomba ifahamike kuwa kama haufahamu dosage, yani usitumie hicho kitu, whether ni cha asili au sio cha asili, sawa, kinaweza kikakudhuru kama utatumia overdose, na kinaweza kisikusaidie kama utatumia underdose. Yani ukiwa unatumia kidogo kinaweza kisikusaidie. Nafikiri nimeeleka vizuri. Nimeamua kuongea haya ili muelewe. Maana kuna wale huwa mnasema dawa za asili hazidhuru. Nani amekwambia? Dawa ni dawa. Na kuna wengine wao umeshatumia sana zimenidhuru. Umetumiaje? Hilo ndo swali linabaki hapo. Nafikiri nimeeleka vizuri. Mpaka wakati mwingine, nawapenda sana na natakia wakati wema. Karibuni sana hapa Top 10 Herbs Clinic.